Hivi, je, binadamu anaweza kujifungua mtoto kwenye anga za juu? Unaweza kawa pia ulikuwa unajiuliza swali kama hilo. Sasa shirika la anga za juu la Marekani NASA limekuwa likidai kwa muda mrefu kwamba wanadamu wataweza kusafiri hadi katika sayari ya Mirihi, yani sayari ya Mars, na kuishi huko katika miongo michache ijayo. Wanasayansi wamekuwa wakijaribu kwa miaka mingi kutengeneza teknolojia ambayo itawezesha wanadamu kusafiri mamilioni ya kilomita bila matatizo yoyote na kuishi huko. Wanasayansi wamepata mafanikio makubwa katika hili, ndio maana leo wanaanga kama Suniti Williams waliweza kurudi salama duniani baada ya kukaa angani kwa miezi 9. Ikiwa wanadamu wanataka kuanzisha makazi kwenye sayari ya Mars, lazima waweze kuunda mazingira ya kuishi huko kama duniani. Tatizo likitokea, haitawezekana kurudi mara moja tu duniani kutoka sayari ya Mars ili kulitatua, kwa sababu dunia iko umbali wa kilomita milioni 22.5 kutoka sayari ya Mars na itachukua angalau miezi 7 kufika. Angani si mahali penye mazingira mazuri kwa mwanadamu kuishi kama ilivyo duniani. Kwa mfano, kiasi cha mionzi katika anga za juu ni kikubwa zaidi kuliko duniani. Mionzi hii ina athari mbaya kwa manii na mayai ambayo ni muhimu kwa uzazi. Hivi karibuni NASA ilituma sampuli za mbegu za binadamu angani. Mbegu hizi zilizogandishwa zilipelekwa angani na ikabainika kuwa DNA za mbegu hizo ziliharibika kutokana na mionzi iliyoko. Pia mienendo ya mbegu hizo iligundulika kubadilika. Hii ina maana kwamba uwezo wa manii kuchakata na kurutubisha yai baada ya kwenda angani ulipungua. NASA ilifanya jaribio kama hilo kwa panya. Sampuli zilizogandishwa za manii ya panya pia zilitumwa angani. Sampuli hizi ziliwekwa angani kwa miezi kadhaa, na zilipojaribiwa baada ya kurudishwa duniani, kuna matokeo chanya yalionekana. Mbegu ya mnyama huyu baada ya kuwa angani kwa miezi kadhaa ilizaa watoto wenye afya na wenye nguvu. DNA ya mbegu hizi pia ilikuwa na uharibifu fulani, lakini wakati mbegu hizi zilipounganishwa na yai kwa ajili ya uzazi, uharibifu huu wa DNA ulirekebishwa moja kwa moja. Hata hivyo, ikiwa kijusi cha mwanadamu kitaweza kuzalishwa na afya angani, litakuwa jambo la lazima kumkinga kutokana na mionzi yenye madhara, kwa sababu baada ya kuathiriwa na mionzi hiyo, chembe za mwili wa kijusi zitaanza kukua bila mpangilio. Hilo linaweza kusababisha mabadiliko ya kijeni na kuongeza hatari ya mtoto mchanga kupata matatizo makubwa kama vile saratani ya kuzaliwa. Kando na miezi hii hatari, kuna changamoto nyingine. Tunajua kwamba kukaa angani ambako hakuna gravity, misuli ya anga hudhoofika, pia uzito wa mifupa yao huanza kupungua. Mtiririko wa damu katika mwili pia hupungua. Yote hii kwa asili ina athari mbaya kwa mwili wa binadamu katika anga za juu. Mimi naitwa Mohamed Nobo, hii ni Hot Drop TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa ajili ya Story Mob.